Anaambia nilienda msiba mmoja wa walevi. Wale walevi wanapokea jeneza kama pale, wanamwambia yule dereva shusha mlango. Yule dereva akashusha ile jeneza, alafu akaambia wote mtulie. Huyo ni kichaa mwenzetu, kichaa familia. Huyo ni familia, kichaa mwenzetu familia. Wakaanzisha familia. Palapanda Italia, palapanda. Alafu mwenzake sijui kachapuka kidogo, kampachika tusi. Alafu huyo ndo mwimbaji huyo, kampachika tusi. Mimi nikawaangalia, kampachika tusi. Alafu akaendelea na pambio, palapanda Italia, palapanda. Ndani ya moyo wangu nikasema, huyo akifika mbele za Mungu, Mungu atamwambia niliweka kalama ndani yako ya kunitumikia kwa kuimba, lakini mbona hakuniimbia? Kwa nini uliendelea kuwa mlevi? Kuna watu watafika mbinguni wakiwa wanadaiwa na Mungu, yaani hawataondoka bado wanadaiwa. Ukuse jirani yako, mwambie Mungu amekupa talanta ngapi? Na je, unazalisha ama hauzalishi? Au na wewe umeifukia unasema huyu Mungu anavuna asipopanda, atakapokuja hizi talanta nitamrudishia. Umepewa ngapi? Na haya maisha ya wokovu sio maisha ya kumwangalia mtu, ni maisha ya wewe na Mungu. Haijalishi kama ni mke wako, hamtafuti Mungu usipate kibali cha kusema na mimi sitamtafuta Mungu. Kama mke ameamua kuchepuka kuachana na Mungu, wewe mwanangu, mtazame aliyekuokoa ni wewe na Mungu. Kama ni mume ameamua kwenda njia nyingine, nisikilize mama uliyoko hapa, wewe pandisha viwango vya kumwangalia Yesu Kristo, maana kazi utadaiwa wewe. Na wanawashangaa sana wale ambao wanakutana na neema ya wokovu, alafu anakuambia ngoja nikamuulize mume wangu. Hebu naelewa kama wokovu ni dhahabu. Wokovu najua kama ni zaidi ya dhahabu. Ni nani asiyokuwa na akili akaikuta dhahabu iko mahali, anaenda kumuuliza mjomba wake, niokote dhahabu nimeiona mahali, nikaokote ama niiache? Hiyo mjomba atakwambia mwanangu mpumbavu sana. Yaani umeikuta dhahabu alafu nakuja kuniuliza una akili wewe? Wokovu wa Yesu Kristo ni zaidi ya dhahabu. Injili tunayoihubiri ni zaidi ya dhahabu. Ikija ndani yako, ikija mbele yako, ipokee. Usalama wako, amani inapatikana kwenye wokovu. Ushindi unapatikana kwenye wokovu. Magonjwa yanakimbia kwenye wokovu. Mikosi na balaa yanakimbia kwenye wokovu. Upokee na ukubatie. Yesu anamaliza safari yake, akawaambia wale wanangu, mimi nimeishia hapa baba yenu. Ninawasihi katika jina langu, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili. Maneno ya Yesu ni mazuri. Akawapa mamlaka juu ya kuweka mikono juu ya wagonjwa, na wagonjwa watapata afya. Mamlaka iliyokuwa kwa Yesu ikahamia kwa wanafunzi wake. Wanafunzi wakaanza kuhubiri Injili. Nisikilize, wale wanafunzi waliompokea Yesu walikuwa na tamaduni zao, na moja ya tamaduni zao walifikiri Yesu ni wa Israeli peke yao, lakini maandiko yanasema Yesu aliwaagiza wakahubiri Injili kwa mataifa yote. Hao wanafunzi wakaanza kuhubiri Yesu. Walipomhubiri Yesu, wanazunguka pale Israeli, pale Samaria, pale Yerusalemu. Walikuwa kwanza walijipendelea, maana hata wale wa Samaria waliona hawa ni watu wa Ninawi waliokuwa wamezaa na wanaume wa Ninawi, wanaume wa Ashuru. Hawa sio wakuhubiriwa Injili, maana hatuchangamani. Sio Injili ya Yesu Kristo ikaanza kugongwa tu pale Yerusalemu. Wakaokoka, nafikiri mpaka viumbe visivyo vya
kawaida viliokoka vitaielewa injili ya Yesu Kristo. Sasa siku moja wakiwa pale Yerusalemu, kukazukazuka kitu fulani pale, kukawa na manunguniko ya wajane walioko pale. Wakiwa wananungunika, wale mitume wakajitahidi sana kwenye uongozi, wakainua mashemasi wenye roho wa Bwana, akiwepo Filipo pamoja na Stefano. Ikombe ule